بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu yangu Muislam popote pale unaponitazama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe wake kwa malengo maalum, na Allah tabaraka wa ta'ala ametuumba hapa ili tuje kutimiza yale malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyataka. Na malengo haya hayawezi kutimia isipokuwa kwa mzazi wa Kiislamu kushikilia kizazi chake kwa kukifahamisha Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, kwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani na kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufahamu sehemu katika mambo ya lazima ya dini ya Kiislamu, ndiyo salama ya ulimwengu na ndiyo yale malengo hapa ulimwenguni yatatimia. Kinyume na hivyo, katika maisha haya dunia, kila mmoja ataona dhiki endapo atajua kuzaa tu watoto halafu asijue kuwafundisha Allah ni nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani, na sehemu ya lazima katika mambo ya dini ya Kiislamu ambayo wao wanatakiwa kuyajua mambo hayo. Hebu njoo leo tuangalie huu mkasa uliotokezea hapa, na kwa mtazamo wangu uhakika natija ya haya ni kuwa wazazi sisi tumeweka nyuma kipaumbele cha kuwasomesha watoto dini na kuwafahamisha watoto Allah ni nani. Lau tungeliweka kipaumbele, basi kwa asilimia kubwa angepungua mikasa kama hii. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 89 anayefahamika kwa jina la Idi Maganga amezivunja nyumba zake mbili, nyumba ambazo zinatajwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 200, kwa kueleza kwamba mtoto wake Abdalla Maganga alimfungia ndani kwa takribani wiki moja bila kumpa chakula, ikitafsiriwa kuwa ni tamaa za mirathi. Haya, kabla tujamsikiza huyu mzee ambaye atazungumza kuhusiana kesi ya mtoto wake aliyemfungia ili afe alafu baadaye yeye apate kurithi, angalia, yani tanbihi nakupa, angalia namna gani hasara iliyojitokeza kwa tukio hili lilivyofanyika la mtoto kutaka kumuua mzee wake. Baadaye angalia natija iliyojitokeza, ni hasara kubwa kiasi gani mzee kupoteza nyumba zenye thamani ya milioni 200. Hiyo hasara hiyo chanzo chake ni nini? Sikiza maelezo vizuri ili uelewe ninachozungumza hapa. Yani mzee mmoja mwenye umri wa miaka 89 anayefahamika kwa jina la Idi Maganga amezivunja nyumba zake mbili, nyumba ambazo zinatajwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 200, kwa kueleza kwamba mtoto wake Abdalla Maganga alimfungia ndani kwa takribani wiki moja bila kumpa chakula, ikitafsiriwa kuwa ni tamaa za mirathi. Nyumba ile mimi nikiwa na mke wangu. Sasa huyu ni mzee mwenyewe ambaye yeye ndiye mhusika wa tukio. Pale kabla mke wangu hajafa tulikuwa tunakaa pale. Alipokufa ndipo ikaja tabu moja, nani Abdalla, nawaambia mtoto wangu Abdalla, ndipo aliponilaza chini, aliponiwekea kitu gani mimi sijui, akanifungia mlango ndani. Nimekaa wiki mzima na kula mavi. Ndio mtoto wangu wa kike na mume wake wakaja wakakuta mimi mfungiwa ndani na Abdalla, mtoto wangu Abdalla. Kisha wakavuta wakanitoa wakanipeleka hospitali kupata matibabu. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, na amehukumu Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwamba nyinyi viumbe hamufai kumwabudia mwingine yoyote isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsanan, na wazazi hawa wawili hawa wafanyiwe wema wa hali ya juu. Ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, iwapo itatokezea wazee wako watafikia katika age ya utu uzima wote wawili au mmoja katika wazee wako,
Na mzee akishakufikia katika utu uzima, akili zinapungua, afya inadhorota, sasa anaanza kujikojolea, mara na kutaabisha kila wakati kumpeleka hospitalini, yani gharama zinazidi, akili kisha kupungua, unachomwambia haelewi. Imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma, ikitokea wazee wako wote au mmoja wamefikia katika age ya utu uzima na wewe uko hai, fala taqul lahuma uffin. Allah tabaraka wa taala anasema basi usije ukawaambia waneno wako wazee wako hata neno hili uff, yani usije ukaguna wewe ule mguno kwamba mzee wako amekuita ukasema ule mguno wa mwisho ndani ya moyo wako kuonesha umechukia wewe lile jambo kutoka kwa mzee wako. Wala tanharhuma, usiwakaripie wazee wako. Wa qul lahuma qawlan karima, na useme kuwaambia wazee wako maneno mema, maneno mazuri. Hii ndio Qur'an. La taqul lahuma uff, usigune, kutoa sauti ya kuonyesha umechukia ya ndani kwa ndani. Wala usiwakaripie, na useme maneno mazuri. Amri tatu hizi za Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yake. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahmati, inamisha kwa wazee wako bawa la udhalilifu, utiifu wako wote, unyenyekevu wako wote, min arrahmati, weka kwa wazazi wako, usiinuke juu hata kidogo kwa wazazi wako wewe. Wakul, na uwe unasema siku zote, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Mola wangu warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mdogo. Sasa Qur'an imekuja na amri kama hizi, lakini hizi zote unazoziona hapa mzazi wewe utazipata kutoka kwa mtoto wako endapo umekuwa mtu mzima wewe. Mwanao asikukaripie, mwanao akuheshimu, mwanao akuonyeshe udhalilifu wote, na pia akuombee dua ukiwa uko hai au ukiwa umekufa. Hakikisha mtoto wako unamsomesha dini. Hakikisha mtoto wako unamjaza hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo atafahamu haki zako hizi. Wewe mzazi, haki zako zilizomo kwenye Qur'an atazijua pale utakapomsomesha dini. Umchukue mtoto wako wewe ukampeleke sekula huko miaka 10, miaka 20, miaka mingapi, akitoka hapo aingie sijui katika chuo kikuu, aingie wapi akafanya makazi, ili wewe wategemea huyo akiwa mkubwa akipata kazi atakuja kunisaidia mimi. Wewe akili yako yote duniani atakusaidia. Leo hii ndo huyu anamwekea baba yake sijui jiwe la kichwa sijui kitu gani, anamlisha baba yake kinyesi. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili apate mali alionayo baba yake, na baba yake kamlea toka utotoni huko kwa tabu na shida pengine. Sasa uadui, shida umekuja, uchafu katika nafsi, sababu kubwa watu hawamjui Allah na hawajui dini aslan. Kwa hivyo mtoto wako aweza kuja kukufanyia kama haya wewe endapo usipomsomesha dini. Lakini ukishakumsomesha dini akawa anaogopa Allah, umempangao kidogo ya kuyafanya mambo kama haya. Idhan huna, sikiza vizuri ya maelezo. Ndio moja nani Abdalla, nawaambia mtoto wangu Abdalla ndivyo aliponilaza chi, aliponiwekea kitu gani mimi sijui, akanifungia mlango ndani, nimekaa wiki mzima nakula mavi. Ndio mzazi analishwa kinyesi na mtoto wake kwa sababu ya tamaa ya mali. Ya subhanallah, ni ubovu wa malezi katika jamii kiasi gani huu, subhanallah. Ikiwa huyu ni mmoja, tukio lake limeonekana, hili limerekodiwa, limetumwa kwenye mitandao, kuna wangapi huko nyuma wanakutana na mambo kama haya? Mkimbize mtoto wako kwenye kuisoma dini, kisha shika vizuri haya yangu. Hata uwe na bidii kiasi gani za kumsomesha dini, za kufanya nini, shika haya yangu. Wazazi hawaombei dua watoto wao, shika haya yangu. Juhudi za mzazi pekee hazitoshi kumtengeneza huyo mtoto. Dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi aslih dhurriyati, ya Rabbi tengeneza kizazi changu, ya Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati, nijalie mimi nishikamane na ibada za sala, nisiache sala, na watoto wangu vile vile. Rabbana wa taqabbal dua. Dua nyingi zimekuja katika Qur'an, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwaombee watoto dua nzuri, wala tusiwaapize kwa dua mbaya. La tad'u ala anfusikum wala ala abnaikum wala ala amwalikum. Mtume asema msijiombee dua mbaya nyinyi wenyewe, wala mali zenu, wala watoto wenu.
Dua nzuri sana mzazi, dua ya mzazi kwa mtoto hairudi. Mzazi kila wakati kuwa na tabia kumwombea dua mtoto wako, pamoja na juhudi unazozifanya za kumsomesha dini na nini na nini, hii ni sehemu ya mafanikio, lakini dua ni kitu muhimu sana kwa mtoto wako. Huyu mzazi analishwa kinyesi huyu, inasikitisha, chango zinakuuma ukisikia matukio kama haya. Mzazi aliyepambana kwa ajili ya mtoto wake leo anakula kinyesi chake kwa ajili ya mtoto wake anayetaka mali yake. Subhanallah. Mtoto wangu wa kike na mume wake wakaja wakakuta mimi mfungiwa ndani na Abdalla, mtoto wa kwangu Abdalla Kichasa. Wakavuta wakanitoa wakanipeleka hospitali kupata matibabu, kwa sababu nilipoteza unafahamu pia. Kauliza nimekujaje mimi hapa, ndipo akanieleza haya anayesoma mimi hapa. Ulifungiwa ndani na Abdalla. Alikuwa anataka nife mimi ili sio nitaka, alikusha maliza kuniua tayari. Nyumba hiyo ya kwake na hawezi kuwa nyumba ya kwake. Mzee Alhasil, ndugu zangu, kitu ambacho nataka tupeane faida hapa katika hii masala ni maelezo haya wanayotaja ahlul ilm rahimahumullah ta'ala kuhusiana na watoto. Hebu zingatieni, msije mkafikiria kwamba mkitaka kuua baba zenu halafu mkataka kurithi mkafikiria huo urithi kisheria utakuwa ni halali. Ni haram juu ya haram, ni moto juu ya moto. Umuue mzazi wako kwa ajili ya kurithi, umuue ndugu yako kwa ajili ya kurithi, ni moto juu ya moto. Anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, la yarithu al-qatilu min al-maqtuli, muuaji hawezi kumrithi abadan yule aliyemuua. Idha kana qatluhu amdan, ikiwa amemuua kwa makusudi. Abdalla amchukue mzee wake akamfungie ndani, asimpe chakula wiki nzima. Wewe uniambie hiyo imetokezea bahati mbaya, ni makusudi. Abdalla ilikuwa ni haramu hata baba yake akifa asirithi ile mali. Ni haramu kwake shilingi moja akirithi, basi anakula moto. Amdan udwanan, kwa uadui aliyomfanyia ima baba yake au ndugu yake, fa innahu la yarithu minhu, huyu Abdalla kisheria haruhusiki kurithi pale, na mwingine yoyote yule atakayefanya tendo kama hilo. Wa hakadha law kana khata, la hivyo Ibn Baz anasema lau hata kama atakuwa amemuua kwa kukosea, ikiwa lile kosa lake itakuwa aujaba alayhi dia, litamwajibishia dia, au al-kafara, au litamwajibishia kafara, fa innahu la yarithu minhu, vile hatomrithi. Hii masala ina ikhtilaf ya wanavyuoni. Ikiwa mtu ataua kwa bahati mbaya, yani hakukusudia, akamuua babake au akamuua ndugu yake ambaye yeye alikuwa anamrithi, ikitokezea hakukusudia, kuna ikhtilafu baina ya wanavyuoni kwamba atarithi au hatorithi. Ama mtu anayeua kwa makusudi harithi. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laisa lilqatili min almirathi shay, hakuna mirathi yoyote anayepata muuaji. Kwa hivyo wale watoto ambao hawana dini wakafikiria kwamba nikiua hapa nitapata mirathi, umeua manake umekula moto, na vile ile mirathi unaokula unaendeleza kula moto. Ni moto juu ya moto, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni balaa kubwa. Basi hii ilikuwa ni faida ambayo nataka tuilete hapa, na lengo langu kubwa ni kukwambia wewe mzazi, jambo la kwanza, somesha mwanao dini ili apate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi haki zilizopo hapa zilizotajwa kwenye Qur'ani ni haki zako wewe mzazi, utazipata pale ambapo mwanao umemsomesha dini na akawa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanao aje akuombee dua baada ya kufa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Mola wangu warehemu wazee wangu kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mdogo. Kama unataka dua za mtoto wako, basi muandae mapema. Kwanza wewe anza kumwombea dua toka akiwa mdogo. Muombe dua. Kisha msomeshe dini, amjue Allah, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuja kustarehe wewe ukiwa utuuzimani mwako, utayapata haya aliyoeleza Allah. Na pia baada ya kufa utaona tu wewe Allah anakunyanyua daraja kwa dua na istighfar za mtoto wako. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mja yarfa'uhu Allah tabaraka wa ta'ala darajat fil janna, ananyanyuliwa daraja na Allah tabaraka wa ta'ala peponi, mpaka anauliza mbona kila siku hivi nanyanyuliwa daraja? Anaambiwa istighfari waladika lak,
msamaha anaokuombea mwanao huko duniani, wewe ndio unanyanyuliwa daraja huko. Hii utaipata vipi wewe mzazi? Fanya juhudi kwanza ya kumwombea dua wewe kabla hujafa, wakati yeye yuko mdogo, hata akiwa mtu mzima vile vile. Dua ya mzazi ni muhimu sana kwa mtoto wake, lakini pia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.